Kwa majina naitwa Dr. Alois Donald Kipondia, ni daktari wa binadamu lakini pia ni mtaalamu wa tiba lishe kutokea taasisi ya afya SSI, taasisi ambayo kimsingi tumejikita zaidi katika maeneo manne. Kwanza, objective yetu sisi kubwa ni kuweza kupambana na non-communicable disease, kwa maana ya magonjwa yasiyoambukiza. Tunafahamu kutokana na takwimu za shirika la afya duniani WHO, World Health Organization, haya magonjwa yasiyoambukiza kimsingi yamekuwa ni tishio kubwa sana. Na sababu kubwa ya magonjwa haya ni mtindo mbovu wa maisha na ulaji ambao sio sahihi kiafya. Kwa katika taasisi yetu tumejikita zaidi katika kuweza kukombati hizi non-communicable disease moja, lakini mbili, tunafanya pia huduma ya full body check-up, kwa maana ya huduma ya upimaji wa mwili mzima, lakini pia tunafanya huduma ya ushauri wa vyakula pamoja na kanuni sahihi za lishe. Mwisho kabisa, tunafanya huduma ya physiotherapy, kwa maana ya kliniki maalum ya mazoezi kwa watu mbalimbali wenye changamoto za mifupa, ganzi, miguu kuwaka moto pamoja na changamoto mbalimbali za viungo. Kwa katika taasisi yetu tumejikita katika maeneo manne: full body check-up, management of non-communicable disease, nafanya health education pamoja na huduma ya physiotherapy. Ya kwa sasa hivi tuko huku Njombe, halmashauri ya Njombe, tunashirikiana na ofisi ya mganga mkuu katika kuhakikisha kwamba tunapita katika kila kijiji kutoa elimu, kuhudumia wahitaji, lakini kuweza kuwasaidia watu ambao tayari ni wa changamoto mbalimbali za kiafya za muda mrefu. Sawa. Kwenye sekta ya michezo kumekuwa na changamoto ya wanamichezo wengi hasa Tanzania hapa, na hasa timu ambazo hazijakuwa kubwa bado au kucheza au kushiriki michezo mbalimbali pasipo kuzingatia ishu ya lishe kwa wachezaji katika michezo mbalimbali. Hili alikoje na mmekuwa mkitoa ushauri gani katika hilo eneo, kwa maana kipi cha kuzingatia kwa wanamichezo ambao either wanaanza au hapo katika mashindano katika ishu nzima ya lishe? Okay, kwanza unapozungumzia michezo, wanamichezo na lishe, ni vitu vitatu vinavyofanya kazi kama mfumo mmoja. Yaani ukikosa kimoja katika hivyo, na maana matokeo ya mwanamichezo yanaporomoka automatic. Kwani kuna uhusiano gani? Lazima kwanza tufahamu uhusiano uliopo baina ya lishe pamoja na michezo. Lazima ufahamu kwamba michezo huhitaji nishati, na nishati kutoka kwenye lishe. Kwa bila lishe sahihi, mazoezi yanakuwa mateso badala ya maendeleo. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani kwamba mwanamichezo huyu lazima apatiwe ushauri wa lishe sahihi. Kwa lazima afahamu kwanza makundi sahihi ya vyakula. Sasa tuna makundi almost 4 muhimu ambao mwanamichezo huyu lazima afahamu. Kuna vyakula vya wanga, kuna vyakula vya protini, kuna mafuta mazuri pamoja na maji. Katika upande wa wanga, kitaalamu tunasema carbohydrate. Chanzo kikuu cha nguvu au nishati au energy ni wanga. Kwa hiyo mwanamichezo huyu kwa vyovyote vile, ili aweze kuperform vizuri, lazima katika mlo wake wa chakula anahitaji kuwa na kundi la wanga, kwa maana muhimu kwa wachezaji wa mpira, riadha, basketball na ile michezo yote ambayo inakuwa inahusisha nguvu. Na wanga, vyakula vya wanga ni vipi? Kwa mfano wali, ndizi, viazi, ugali, mihogo, hivyo vyote ni vyakula vya wanga. Lakini pia mwanamichezo huyu anahitaji protini. Na sasa nini faida ya protini ndani ya mwili? Faida ya protini yenyewe hujenga na kurekebisha misuli. Lakini pia protini hupunguza majeraha. Kwa mfano mtu akipata majeraha, kitu pekee kinachofanya recovery na healing ni haraka ni protini. Kwa maana mchezo huyu anahitaji protini ya kutosha kwa ajili ya kuweza kuboresha misuli. Mwisho, kwa sasa tufahamu nini sasa vyanzo vya vyakula vya protini. Kama maharage, tuna samaki, tuna mayai, na nyama, tuna maziwa. Lakini pia mwanamichezo huyu anahitaji mafuta mazuri. Mafuta mazuri yanasaidia stamina na homoni. Lakini pia mfano wa mafuta mazuri ni yapi? Mfano kalanga, parachichi na mafuta ya alizeti. Lakini bila kusahau mwanamichezo huyu anahitaji maji ya kutosha. Sasa katika upande wa maji ya kutosha, maji haya kwanza hauzuia uchovu, lakini huongeza umakini. Sasa kwa lafi mwanamichezo anahitaji kiwango cha maji ya lita 2 mpaka lita 3. Na ziko kanuni za matumizi ya maji ya kunywa. Watu sasa hivi kumekuwa kuna scenario watu wanakunywa maji bila kuzingatia taratibu au kanuni. Sasa kuna kanuni kitaalamu inaitwa water therapy. Hii water therapy unashauriwa unapoamka asubuhi, kabla haujafanya shughuli yoyote ile, inabidi upate angalau robo lita ya maji ya vuguvugu au glasi moja ya maji ya vuguvugu. Hiyo umeamka asubuhi, haujafanya shughuli yoyote. Nusu saa kabla haujapata kifungua kinywa. Kabla haujapata kifungua kinywa inabidi pia upate maji glasi moja ya vuguvugu.
nusu saa baada ya kupata kifungua kinywa inabidi pia upate maji glasi moja ya vuguvugu au robo lita. Nusu saa kabla hujapata chakula cha mchana inabidi pia upate maji glasi moja. Nusu saa baada ya chakula cha mchana inabidi upate maji glasi moja. Nusu saa kabla ya chakula cha jioni inabidi upate maji glasi moja. Nusu saa baada ya chakula cha jioni inabidi upate maji glasi moja. Kabla hujaenda kuoga inabidi upate maji glasi moja, na kabla haujaenda kulala inabidi upate maji glasi moja. Sasa ila glasi moja ya maji inakuwa ina maana yake. Hatushauri matumizi ya tonge maji, yani unakula huku unakunywa maji, na unapata na michezo na hizo tabia sana. Sasa hii matumizi ya tonge maji kimsingi anakuwa anafanya dilution of nutrients. Unapokula huku unakunywa maji, na maana unakuwa unayeyusha vile virutubisho muhimu ambavyo vimekuwa targeted kuwa absorbed. Kwa lazima uachie mwili space angalau dakika 20 au nusu saa, afu ndio unywe maji kwa ajili ya kuweza kuruhusu mwili uweze kuabsorb zile nutrients muhimu. Tofauti na hapo, na maana unakuwa unausha zile enzymes ambazo ziko tumboni, unakuwa unafanya dilution of nutrients, unakuwa unaharibu system ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo swala sio kunywa maji, unakunywa maji kwa kanuni na kwa taratibu zipi. Kwa wana michezo inabidi wazingatie kuna kitu kimoja katika sahani ya mwanamichezo, inabidi kuwe kuna makundi yote manne ya vyakula. Mwanamichezo huyu lazima katika sahani yake kuwe kuna nishati ya wanga, vyakula vyenye nishati ya wanga kwa maana ya ndizi, viazi, ugali, wali. Mwanamichezo huyu katika sahani yake lazima kuwe kuna protini kwa ajili ya kuweza kuboresha misuli na kuweza kupunguza majeraha kwa maana ya maharage, samaki, mayai ya kienyeji, nyama pamoja na maziwa. Lakini pia mwanamichezo huyu lazima atumie mafuta mazuri. Yako mafuta mabaya na yako mafuta mazuri. Mafuta mazuri haya ni mafuta ya alizeti, parachichi pamoja na karanga. Bila kusahau matumizi sahihi ya maji ya kunywa kwa wingi, lakini kwa kuzingatia water therapy, kwamba anakunywa kwa muda gani na kwa wakati gani. Maji hatunywi tu, lazima ajue ni wakati gani anywe maji na wakati gani asinywe maji. Sawa. Na kumekuwa kuna kasumba kwa wanamichezo, aidha wanariadha au katika mpira miguu, unaweza ukaingia katika vyumba vya kubadilishia nguo vile ukaona wachezaji wameweka ndizi wanakula wakati wa mchezo, labda mapumziko, au mwanariadha akikimbia baadaye kupumzika anapewa ndizi aile. Na michezo mingine mbalimbali kama tennis na mingineyo. Hii imekuwa ni tafsiri gani? Kuna baadhi wanaona kama haiwezi kumongezea mzigo mwana michezo wakati anarudi uwanjani, au inakopo ina faida gani kwa wakati ambao anaitumia na bado ipo katika shughuli za michezo kwa maana mashindano? Kwanza kitaalamu lazima kwanza tufahamu ulaji wa ndizi. Kwanza ndizi ni chakula ambacho kipo kwenye kundi gani? Ulaji wa ndizi kama ndizi yenyewe ipo katika kundi la wanga kwa maana ya carbohydrate. Ina nishati ya wanga, lakini pia ina produce energy, ina provide energy kwa maana ya nishati. Kwa maana ulaji wa ndizi kimsingi, ulaji wa ndizi ndani ya kabla ya michezo, wale ambao wanakuwa wanakifanya vile, kwa sababu kuna wengine wanatumia glucose. Ndio. Kuna wengine wanatumia glucose kabla ya kuingia uwanjani. Lakini ndizi ina maana ile ni natural. Badala mtu mwingine kutumia glucose, yeye anaamua ale ndizi kwa kuamini kwamba ndizi ni natural, kwa sababu ndizi ina sukari, lakini pia ndizi ile ni wanga ina glucose ndani yake. Kwa hiyo sio kitu kibaya. Ambacho tunakizuia ni ule ulaji kupitiliza kabla ya kuingia uwanjani. Ile kimsingi inaweza kumpotezea efficiency uwanjani. Lakini ulaji wa ndizi moja, ndizi mbili kabla hajaingia uwanjani haina shida, kwa sababu ndizi ina glucose ya kutosha, ndizi ina nishati ya wanga, kwa hiyo itamsaidia katika namna ya kuweza kuproduce energy ya kutosha. Kwa hiyo haina shida kabisa. Kwa maana michezo kula ndizi moja, kula ndizi mbivu, kula ndizi moja, kula ndizi mbili haina shida. Sawa, kumalizia, kama bondia ambaye anatumia nguvu kubwa zaidi ulingoni inaaminika kuliko labda mchezo mwingine kwa maana mtu mmoja, hakuna mabadiliko yote ya issue zao za lishe tofauti na michezo mingine? Sasa hawa inabidi wale protini ya kutosha, lakini pia pamoja na vyakula vya nishati ya wanga kwa maana ya carbohydrates. Lakini watu hawa tunawashauri pia wao na utaratibu wa kufanya check up ya mwili mzima, kwa sababu swala sio ulaji tu. Mtu anaweza kawa anakula vizuri, lakini kama hana tamaduni ya kucheki afya, still bado ni tatizo. Hiyo hawa mabondia wanaofanya michezo ya kutumia nguvu kubwa, hawa kuna aina ya vyakula ambavyo tunawashauri, vyakula vya wanga na vyakula vya protini, kwa sababu bondia anahitaji aboresha misuli, kwa inabidi ale protini ya kutosha. Lakini bondia anatumia nguvu nyingi, kwa kiwango cha nishati ya wanga kwa maana ya vyakula vya wanga, ugali, wali, ndizi, mihogo, magimbi, inabidi pia ale ya kutosha. Kwa hiyo sasa mtu huyu, ili sasa afya yake iweze kuwa vizuri zaidi tofauti na ulaji, tunamshauri pia awe na utamaduni wa kufanya vipimo vya mwili mzima kwa maana ya full body check up. Akizingatia hilo itamsaidia sana katika namna ya kuweza kuboresha
afya yake. Lakini pia bila kusahau kuna kundi moja la vyakula nimelisahau, ni katika namna tunasema mboga za majani pamoja na matunda. Hivi vyakula pia ni muhimu sana, kwa sababu kupitia vyakula hivi tuna madini ya kutosha ndani ya mboga za majani pamoja na matunda. Kuna vitamins, lakini pia kuna trace element, kwa mfano calcium, tuna iron, tuna zinc, tuna potassium. Kwa pia kwa wanamichezo wote katika namna ya kuweza kurudisha trace element pamoja na vitamini muhimu, wanashauriwa pia waweze kutumia mboga za majani pamoja na matunda kwa wingi kwa ajili ya kuweza kutengeneza electrolyte pamoja na hizo trace element na